Jina langu ni Aisha. Nina miaka 24 na leo nataka kusimulia kitu ambacho kimenibadilisha mimi kama binadamu, kama mwanamke na kama mtu anayeshika mamlaka makubwa kuliko nilivyowahi kutarajia. Lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kuona hilo siku ambayo hii hadithi ilianza. Siku ambayo nilianguka barabarani nikiwa peke yangu, nikiwa nimevunjika moyoni, nikiwa nimekimbia maisha yangu ya kifahari kana kwamba yalikuwa gereza. Na cha kusikitisha zaidi ni kwamba ni mzee maskini tu ndiye aliyeniona, akaninyoshea mkono, akanisaidia, bila kujua kabisa kuwa mimi ndiye mmiliki wa makampuni ambayo yameajiri zaidi ya watu 10,000 nchini. Hakujua kuwa mimi nina thamani ya mabilioni. Hakujua kwamba moyo niliobeba ulikuwa umechoka kupigania watu waliozungukwa na fedha, si utu. Lakini kabla sijasema yote, tafadhali like, subscribe na comment unapotazama Kutoka, kwa sababu simulizi hili si la fedha. Ni la moyo, la majeraha na la safari ya binadamu mmoja ambaye alijifunza maana ya heshima kwa njia ya uchungu. Siku ile nilivaa nguo ya kawaida. Nilificha sura yangu. Niliacha simu zangu, walinzi wangu, madereva wangu, kila kitu. Nilihitaji hewa. Nilihitaji kutoroka jicho la dunia lililotaka nitabasamu hata nilipokuwa ninakufa ndani. Niliendesha gari langu hadi barabara ya machinga jijini. Barabara ambayo sikuwahi kupita kama mimi, kama binti wa bilionea, kama mmiliki wa kampuni kubwa niliyorithi mapema mno. Nilikuwa nimechoka. Nilihisi kama maisha yangu ya utajiri yalinikuta kabla sijajenga nafsi yangu. Nilihisi kutengwa. Nilihisi kama pesa zangu ziliwafanya watu waogope kuniambia ukweli. Nilitaka tu kuwa na amani. Lakini kabla sijafika mbali, gari langu liliwaka moto kidogo upande wa engine. Nilisimamisha. Nikatoka nje nikiwa na hofu. Watu walipita wakanitazama, lakini hakuna aliyesimama kunisaidia. Nilipiga magoti chini ya barabara, nikalia kimya. Nilihisi dunia ikinizunguka, ikinibana, ikinisukuma nipumzike kabisa, hata kama ni kwa kulala sakafuni. Na wakati huo, ndipo mzee yule alikuja. Alikuwa amevaa nguo zilizochakaa, miguu yake ilikuwa imechoka. Alikuwa akibeba mfuko mdogo wa plastiki uliojaa karanga za kuuzia. Alinisogelea polepole. Alishusha mgongo wake, akaniangalia kwa macho ambayo hayakujua mimi ni nani. "Mwanangu, kwa nini unalia hapa peke yako?" Sauti yake ilinigusa zaidi kuliko ushauri wa mwanasaikolojia yeyote niliyempilia mamilioni. Ilipenya. Ilikuwa ya huruma ya kweli, ya mtu anayejali bila kutegemea kitu. Nilitazama macho yake, nikasema kwa sauti dhaifu, "Nimechoka." Hakuniuliza choka na nini, hakuniuliza mimi ni nani, hakuniuliza kwa nini gari langu lina moto. Alinyoosha mkono wake mwembamba, akasema, "Inuka mwanangu, usiwe chini usiku kama takataka. Wewe ni binadamu, inuka." Nilishika mkono wake, mkono ambao ulikuwa baridi, mkavu, wenye uchovu wa miaka mingi, lakini ulikuwa mkono ambao ulinivuta kutoka shimo la giza la akili yangu. Alininyanyua, nikalia zaidi. Hapo ndipo aliniambia, "Kuna kahawa pale kona, twende tuketi. Hata kama sina pesa nyingi, naweza kukununulia kikombe kimoja. Mwanadamu bila mtu mwenzie si kitu." Nilijua nikiwa nikivunja kila sheria ya maisha yangu ya utajiri. Niliambiwa, usiketi mahali pa kawaida, usitembee bila ulinzi, usifunguke kwa mtu maskini, usisalimiane na watu wasiojulikana. Lakini nilivunja yote. Niliamua kuwa mimi kama Mariamu, sio kama mmiliki wa kampuni. Niliamua kufuata mzee huyu. Nilihisi salama naye kuliko watu waliolipwa kunilinda. Tukaenda kwenye kibanda kidogo cha kahawa. Akachukua kikombe cha 1,000. Mimi nikachukua maji. Tukakaa. Nikamsimulia maisha yangu bila kumtaja mimi ni nani. Nikamsimulia jinsi kila mtu ananionyesha heshima ya uongo. Nikamsimulia kusikitika kwangu. Nikamsimulia jinsi natamani kupendwa kama binadamu, sio kama pesa.
alinisikiliza kwa makini. Kisha akasema, "Mwanangu, pesa haikufanya kuwa juu. Watu ndio wanaokujenga. Kama umepotea, tembea na watu, sio meneja." Maneno yake yalikatisha moyo wangu kama upande wa ukweli. Mzee yule aliniambia, hebu tumtembelee rafiki yake anayemuuzia karanga kwa jumla upande wa pili. Nilihisi kama narudia duniani, kama siishi kwenye nyumba za vioozi tena. Tukatembea mitaani. Watu walimjua vizuri, walimsalimia. Alikuwa mzee maskini lakini aliyeheshimiwa. Niliona tabasamu la kweli kwenye nyuso za watu, tabasamu ambalo sikuwahi kuliona kwenye sakafu za ofisi zangu. Nilijua nitajifunza mengi kutoka kwake. Niliona ulimwengu ambao sikuwahi kuujua. Niliona maisha ambayo hayakuzungukwa na kamera za usalama, magari ya kifahari au walinzi. Lakini nilipoanza kujiona kama binadamu tena, ndipo giza nilianza. Watu waliokuwa wanapita wakanitazama kwa macho ya ajabu. Kwa nini msichana mwenye tabia kama yangu alikuwa na mzee kama yule? Kwa nini nimekaa kibada cha kahawa? Kwa nini nimeacha gari langu barabarani? Nilihisi maumivu kwenye kifua. Kwa nini utu unapimwa kwa pesa? Kwa nini utu unapimwa kwa muonekano? Lakini mzee alisema, usisikilize watu, sikiliza moyo. Tulipokaribia mwisho wa mitaa, niliona watu wakikimbilia kwenye ghorofa ya zama iliyochomwa moto miaka mingi. Mzee alinisema, hapo ndipo nyumba yangu iliwahi kuwa. Iliteketea miaka 4 iliyopita. Nilimuuliza, hivyo unalala wapi sasa? Alitabasamu kwa huzuni. Hii hapa, mitaani. Hapa ndipo dunia imenipokea. Sikujua kama nitachemka kwa hasira au nitavunja moyo kwa uchungu. Mmiliki wa kampuni kubwa, mimi nilikuwa nikiishi kwenye jumba la kifahari likiwa na mabafu 4. Mzee huyu alikuwa akilala chini ya tawi lililochomwa. Nilijua hapo nimekutana na mtu ambaye dunia ilimkata, lakini moyo wake ulikuwa safi kuliko mioyo ya mengi waliokuwa karibu nami. Mzee alinisema kitu ambacho kilinifanya sijue kama nilikuwa katika dunia ya kweli au ndoto. Alisema, "Mwanangu Aisha, nimekuona mara nyingi kwenye TV." Nilitetemeka. Sikuwa nimemtaja jina langu, sikuwa nimevaa vizuri, sikuwa nimezungumza kuhusu kampuni. Nikamuuliza kwa sauti ya kutetemeka, "Nilijua tangu ulipolia chini ya barabara. Lakini sikukuambia kwa sababu hukuhitaji mtu ajue wewe ni nani. Ulikuwa unahitaji mtu aone wewe ni binadamu." Nilibaki kimya. Hapo moyo wangu ulipasuka kabisa. Lakini kabla aseme neno lingine, watu 3 walikuja mbio. Walikuwa walinzi wangu, walikuwa wamenitrack, walikuwa na hasira. Walinimwona maswali. "Uko salama? Kwa nini uko na mtu huyu? Huyu ni nani?" Mzee alinitazama kwa macho ya maumivu. Alijua safari yetu imefika mwisho. Walipojitokeza wale walinzi 3, wakija mbio kuniendea kana kwamba mimi ni kifaa kilichopatikana, niliwaona wakimgeukia mzee yule kama adui. Walimkazia macho, wakamchunguza kama mhalifu, wakamchunguza kama mtu mwenye nia mbaya, ilhali ukweli ni kwamba huyo ndiye mtu pekee ambaye aliniona kama binadamu. Nilisimama kati yao na yeye. Kwa mara ya kwanza maishani mwangu, niliwazuia walinzi wangu. Lakini wao hawakuwa tayari kusikiliza. Mmoja akasema kwa ukali, "Madamu, umewafanya watu wenzako wapige kelele. Tumekutafuta masaa mawili. Unatembea na watu usiowajua, ni hatari." Kulikuwa na kelele nyingi, lakini niliiona sura ya mzee. Sura iliyoshika huzuni nyingi, jambo ambalo lilinifanya nihisi maumivu, nikijua kwamba dunia ilikuwa tayari kumdharau kama takataka. Nikasema kwa sauti ya amri, "Nyamazeni." Walinzi walitetemeka. Hawakuwa wamewahi kuniona nikizungumza hivyo. "Mzee huyu amenisaidia. Usimguse, usimlishe maneno mabaya, na usiniongezee hasira leo." Walinzi walinyamaza. Wakasimama nyuma yangu. Na mzee yule akaniambia kwa sauti ya utulivu wa maumivu, "Mwanangu, nashukuru kwa kunitetea, lakini sasa lazima uende."
hiki ni kiwango chako, mimi ni mtu wa chini. Dunia haitaruhusu watu kama sisi kutembea pamoja. Nilihisi kitu kikipasuka kwenye moyo wangu. Nikamsogelea. Mzee, dunia haipaswi kuamua thamani ya mtu. Akatabasamu kwa huzuni. Lakini hiyo ndiyo dunia ilivyo. Aligeuka na kuanza kuondoka polepole, akitembea kwa miguu iliyochoka. Watu walimwangalia kama mtu ambaye hakustahili hata kutembea karibu na mimi. Niliona vichwa vikitingishwa, maneno yakinongononwa, kelele za dharau zikizunguka anga yetu. Lakini mimi nilikuwa kimya, nikitazama mgongo wa mtu aliyekuwa na utu kupita marafiki zako wote wa pesa. Mara niliporudi kwenye gari, walinzi wangu walijaribu kuniuliza maswali, kana kwamba mimi ni mtoto. Madam, umetharishwa vipi kuondoka bila sisi? Umetumia muda na huyu mtu, ni nani? Tunapaswa kuripoti tukio hili kwa bodi ya usalama. Nilijisikia moto ukipanda. Hawakuuliza hali yangu. Hawakuuliza kwa nini nililia. Hawakutaka kujua nilikuwa na huzuni ya aina gani. Walitaka tu kufuata sheria za kampuni. Sheria zilizojengwa juu ya hofu na sio utu. Nikasema kwa ukali, huyo mzee amenisaidia. Hakutaka pesa, hakutaka kujua mimi ni nani, alitaka kunisaidia tu. Sawa madam, lakini nisikilizeni. Watu kama yeye ndio wananiamsha. Nataka kumjua, nataka kumsaidia, nataka kumrudishia hata nusu ya utu alionipa leo. Walinzi waliacha kuongea. Walijua sikubaliani na mfumo wao anymore. Niliporudi nyumbani usiku huo, sikuweza kulala. Nilikuwa nikimfikiria. Nilikuwa nataka kumjua zaidi. Nilituma watu wangu wa utafiti bila kuambia sababu. Niliwaambia, mzee fulani anauza karanga kwenye mtaa wa Jengo la Kale. Tafuteni historia yake, lakini usimkaribie, usimbane na usijitambulishe. Baada ya saa 24, taarifa zilifika mezani kwangu. Nilipoyasoma, machozi yalinitembea. Huyu mzee alikuwa na familia miaka mingi iliyopita. Alikuwa na mke, mtoto wa kike na maisha ya kawaida. Lakini nyumba yao iliteketea moto. Mke na mtoto walikufa, yeye tu ndiye aliyepona. Na hakuwa na ndugu yoyote wa karibu. Akaanza kuuza karanga ili aishi. Hakuwahi kuomba, hakuwahi kuiba, hakuwahi kushitakiwa. Aliishi kwa heshima. Lakini dunia ilimsahau. Moyo wangu ulivunjika vipande vipande. Kwa nini mtu kama huyu anaishi mitaani? Kwa nini watu wanamdharau? Kwa nini dunia ilimpuuza? Nilihisi kama kuna mzigo wa dhambi juu yangu. Dhambi ya kutojua mateso ya mwanadamu hadi nikutane nayo uso kwa uso. Niliapa kimoyoni. Nitambadilishia maisha. Nitafanya utu wake utambulike. Sitasubiri tena. Kesho yake asubuhi, nilirudi kwenye eneo lile. Nikiwa peke yangu. Bila walinzi, bila magari, bila kamera. Nilimkuta anauza karanga zake. Alikuwa amekaa chini, akipanga karanga kwenye mfuko mdogo. Jua lilimwangaza usoni. Alionekana mzee zaidi leo kuliko jana. Nikamwendea. Alinitazama na tabasamu la ushangao. Mwanangu Aisha, ulirudi? Nikahema kidogo. Nilirudi. Niruhusu kukaa hapa. Akanipa kigogo cha muaba. Tulikaa, tulinyamaza. Kisha nikamwambia, sikukuuliza jina. Alisema kwa sauti tamu. Na bado huhitaji kujua jina kuelewa moyo wa mtu. Lakini nilitaka kulijua. Nilitaka kila kitu chake. Niambie tafadhali. Sawa mwanangu. Mimi naitwa Mzee Rashid. Nikatabasamu. Akatabasamu. Kisha nikasema kwa sauti ya ndani. Mzee Rashid, nataka kukusaidia. Akasema kwa kutulia. Mwanangu, usijisumbue. Mimi niko sawa. Nina karanga zangu, nina amani yangu. Lakini mimi nilijua halikuwa tu na mabaki ya maisha, sio maisha. Na hapo ndipo nilifanya uamuzi ambao ulibadili dunia yetu sote. Nilimwambia, nataka nikununulie nyumba. Nataka nikufungulie biashara. Nataka uwe na maisha bora. Akatetemeka. Akanitazama kwa macho kavu ya mtu ambaye hakukataa misaada mingi bla. Akasema, kwa nini mimi? Wewe ni nani?
Hapo nilijua ukweli wangu lazima utoke. Nilipumua. Alinisikiliza kana kwamba dunia nzima imesimama. Mzee Rashid, mimi ndiye mmiliki wa makampuni ya Omega Group. Makampuni unayoiona matangazo yake kila siku. Makampuni yanayofanya bilioni. Ndiyo mimi. Akanigeukia polepole. Macho yake yakafunguka. Akasema kwa sauti iliyovunjika. Wewe ni yule msichana kwenye TV, yule anayewaajiri watu wengi? Ndiyo. Basi alinyamaza. Miaka yote ya maumivu ilikaa usoni mwake. Hakusema kitu kwa dakika 2. Alitazama juu. Nilimwambia tena, nataka nikupe maisha uliostahili. Akatikisa kichwa. Akasema, na mimi nataka nikufundishe kitu. Mwanangu, pesa siyo njia ya kutatua maumivu yote, lakini wewe umetayari kunisaidia kwa kuniona. Maneno hayo yalinigusa kwa nguvu ambayo hakuna mtu tajiri amewahi kunigusa nayo. Habari zilivuja. Mtu alituona tukizungumza, akapiga picha. Video ikasambaa mitandaoni. Shemeji wa Omega Group akikaa na ombaomba barabarani. Watu walitoa maoni ya chuki. Ameenda kwa waskini kutafuta huruma. Ni kiki. Kampuni itaporomoka. Wafanyikazi wangu wakapiga kelele. Hili sio sawa kwa brand. Huyu mzee anaweza kuwa hatari. Utashushua hadhi. Nilihisi kama wamenikata roho. Mzee Rashid alikuja kwangu siku hiyo hiyo na kusema kwa sauti ya maumivu. Mwanangu Aisha, acha. Dunia hii ina sumu nyingi. Usiharibu nafasi yako kwa ajili yangu. Lakini mimi nilikuwa nimechoka na dunia ya unafiki. Kwa mara ya kwanza, niliona nani anastahili kusikilizwa. Nilifanya jambo ambalo hakuna mtu alilitarajia. Niliita mkutano wa waandishi wa habari, nikasimama mbele ya kamera. Nikasema, Mzee Rashid si ombaomba. Yeye ni mwanadamu, na ni mtu aliyonifundisha thamani ya utu kuliko watu waliokuwa mezani pangu kwa miaka. Nitampatia nyumba, nitafungua biashara yake, nitampa heshima. Watu waliganda, wengine walipiga makofi, wengine walikasirika, lakini nilijua nimesimama upande sahihi ya historia. Baada ya siku kadhaa, nilienda kumkabidhi funguo za nyumba mpya. Alizishika kwa mikono inayotetemeka. Alilala kwenye kitanda chake kipya kwa mara ya kwanza baada ya miaka 4. Machozi yakamtiririka. Alisema kwa sauti iliyopasuka, mwanangu Aisha, ulirudisha utu wangu. Na mimi nikalia pamoja naye, kwa sababu hakujua kwamba yeye pia alirudisha roho yangu ambayo imekuwa ikifichiwa miaka mingi ndani ya utajiri usio na upendo. Leo, Mzee Rashid anamiliki duka la karanga lililoanzishwa na kampuni yangu. Anawaajiri vijana 4. Nyumba yake ina jiko, kitanda na bafu. Ana maisha. Na mimi siishi tena kwa kuficha macho yangu ndani ya pesa. Natembea mtaani, nakaa na watu, na najua siku nilipoanguka barabarani haikuwa mwisho, ilikuwa mwongozo wa maisha yangu mapya. Kitu kimoja ninachojua sasa. Utu ni mali pekee ambayo dunia haitaiba. Na wakati mwingine, wale tunaowaita maskini ndio matajiri watweli wa moyo. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali like, subscribe na uniambie unatizama kutoka wapi.